tangu niliponiapisha mkuu. Lakini kama mkuu wa wilaya Simanjiro yuko tangu mwaka 1992 tangu wilaya ilipoanzishwa. Kwa hiyo nikaona kuna barua kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Manyara ya mwaka 2021 aliyoandikiwa mkuu wa wilaya ya Simanjiro akielekeza kwamba aelekeze mamlaka zilizopo chini yake ikiwemo halmashauri kwa maana ya mkurugenzi na kijiji cha Londonai kuhakikisha eneo hilo la ekari 1000 linarudishwa kwa wananchi na linapangiwa matumizi na kijiji. Na msingi wa maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Manyara yalikuwa ni nini? Msingi wa maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Manyara ilikuwa ni kwamba Bwana Clemp ana hilo shamba la ekari 1000 ambalo lote lipo kijiji cha Londonai. Lakini kijiji cha Londonai hakijawahi mahala popote kumpatia, kukaa na kumgawia ardhi hata ekari 50 ambayo inaruhusiwa kisheria. Kwenye nyaraka ikabainika Clemp shamba hilo alilinunua kutoka kwa mmiliki mwingine aliyeomba shamba hilo. Lakini huyo mmiliki aliomba hilo shamba ili awe mwekezaji kwenye kijiji cha Naberera. Na alipoomba kwenye kijiji cha Naberera, kijiji cha Naberera kikafuata taratibu, kikakaa vikao vya serikali ile ya kijiji kujadili, ikakubali kwamba huyu au mwekezaji. Mwanasheria kwa napoongea uniletee jina la yule mwekezaji haraka. Mohamed Aziz. Sawa kabisa. Nataka nikumbushe. Huyo ndo aliyeomba. Huyo Mohamed Aziz alipoomba Naberera wakaenda mpaka kwenye mkutano mkuu, yaani taratibu zile zote za kumpa, wakaridhia kwamba huyo mwekezaji wao kwa masharti, lakini wanampa ekari 1000. Baada ya hapo hizo ekari 1000 hawakuwahi kumuonesha, na kama walimuonesha walikuja kumuonesha kwenye ardhi ya Londonai. Kwenye ardhi ya Londonai huyo Mohamed Aziz amekabidhiwa mwaka gani? 2005 nadhani. 2005 kwenye ardhi ya Londonai. Kijiji cha Londonai kimesajiliwa 1989 kikimeguka kutoka kwenye kijiji cha Naberera. Maana yake wakati Azizi anapewa hizo ekari 1000 kwenye ardhi ya Londonai, Londonai ni kijiji tangu 1989 kinachojiendesha. Kwa hiyo kwa namna yoyote Naberera baada ya kumpa ekari 1000 walipaswa wamuoneshe kwenye ardhi ya Naberera. Kwa kuwa hakuwahi kumpa, maana Naberera wanadaiwa mpaka leo. Huo ndio msingi uliofanya kiti chako mkuu wa mkoa umwagize mkuu wa wilaya ya Simanjiro kwamba ardhi ya Londonai ya ekari 1000 hajawahi kupewa Azizi, ni ardhi ya wana Londonai, warudishio wana Londonai wapange matumizi wao. Na baada ya agizo hilo kutolewa mwaka 2021 kwamba kumbe Londonai hawajawahi popote kwa document, kwa kikao kutoa ekari 1000. Kwanza wangetoa pia, sheria hairuhusu, maana ni ekari 50 kwa kijiji. Lakini hiyo tuiache. Lakini hawajawahi. Lakini hakuna ubishi kwamba Azizi alipewa ardhi na nani? Na Naberera. Tatizo ameuziwa ng'ombe, amekwenda kuonyeshwa ng'ombe wa jirani. Jirani amemuona ng'ombe, rudisha ng'ombe kwa jirani, nenda kwa aliyekuuzia akupe ng'ombe. Wakati jambo hili mheshimiwa mkuu wa mkoa linaendelea, nimelazimika kuzungumza kwa sababu mkuu wa mkoa alinipigia simu saa 7 usiku. Nikamuomba, nilivomjibu, lakini nikasema mkuu, ukilizia naomba tukafanye mkutano Londonai na majibu haya ni atoe mbele ya wana Londonai. Naongea kwa ujasiri kwa sababu
sababu naongea ukweli. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nisingediriki kusimama niseme haya kama kuna mtu amefika bei, na hakuna mwenye uwezo huo. Hayupo. Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati maamuzi yametolewa, mtendaji na serikali ya wakati huo ilimwandikia barua Clemp. Clemp alijibu kwa barua nilizonazo, akasema ameshaondoka kwa 85%. Hizi 15 ni boma apewe muda. Japokuwa baadaye nimefanya naye kikao na mbele ya wajumbe na washauri wetu, kamati ya usalama, wajumbe wa CMT pamoja na serikali ya kijiji, amekataa ile barua kwamba sio yake. Hata hilo mimi siingilii, lakini alijibu. Lakini wakati amejibu kwamba anaendelea kuhama, katikati hapo kati ya 20-21 ikatoka hukumu. Kumbe alikuwa na kesi mahakamani, amemshtaki mwananchi mwingine kwamba alikuwa kwenye zile ekari 1000 amevamia ekari 50 anazitumia. Trespass. Ametrespass ekari ngapi? 50. Ndio huyo anaitwa Lengeju. Mimi simjui, ila naambiwa ni ndugu yake au mwenyekiti wa wazazi. Mkuu wa Mkoa, mwenyekiti wa wazazi ni rafiki yangu, lakini sijawahi kumruhusu tujadili na mimi au awe na influence kwenye hili. Na ndio maana niliwaambia na wao 1000 zote na wao wakiwemo, kama wameingia out, ardhi yote ni mali ya kijiji. Kwa sababu hayo ndio maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Manyara kwa mkuu wa wilaya ya Simanjiro ambaye ni mimi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niliona lazima nieleze vizuri ili usipotoshwe na wala usilazimike kuniambia nifafanue baadaye, kwa sababu ulishanihoji saa 7 usiku. Sasa kwenye ile kesi ikaamuliwa kwamba jambo lirudi huku. Alishinda kwenye mahakama. Aliposhinda, mifumo yetu yote, serikali waliopaswa kusimamia wakasema ameshinda. Kwa hiyo akarudi kwa njia isiyo rasmi lile agizo la mkuu wa mkoa, ikawa hakuna anayelisimamia kutekelezwa, kwa maelezo kwamba ameshinda. Lakini mkuu wa mkoa, uliponiagiza na kushughulikia jambo hilo, ikabidi sasa, hata kama mimi si mwanasheria, lakini tunao wanasheria wanaojiwa na Samia, nishauriwe lishughulikiwe kiweledi. Ikabainika na nikashauriwa kwamba aliyeshtakiwa hapa ni mtu ambaye si serikali hatumjui, kwamba amevamia zile ekari, sehemu ya zile ekari 1000 ambazo zote ni mali ya kijiji cha London. Bwana Clemp hajaenda mahakamani kushtaki au kulalamikia maamuzi, msimamo na maelekezo ya serikali kuu, yani ya kwako kama mkuu wa mkoa. Hajashtaki kijiji ambacho kimemwambia aondoke baada ya kupokea maelekezo kwamba ile ardhi ni ya kwake, mnaniondoaje? Chalanda naye hajakishtaki, hajakiunganisha kwenye kesi. Kwa sababu hiyo kwenye hizo ekari 1000 au amri ya mkuu wa mkoa haijaingiliwa, haijazuiwa wala haijatenguliwa na mahakama. Maana yake nini? Kwa mfano mwepesi, samani mkuu wa mkoa, wewe siwezi kusimamisha, wewe simama, na wewe simama, na wewe simama, ni wote na wamudu, ndoni hapo chak. Mkuu wa mkoa atanyang'anya mic sasa hivi, katibu nimemwogopa. Maana yake angalieni kule, maana yake ni kwamba huyu ameibiwa ng'ombe, amekwenda kumkuta kwa huyu hapa daktari wa mifugo, huyu ng'ombe mweusi.
Baada ya kubanwa, huyo akakubali kurudisha huyo ng'ombe mweusi kwa huyu aliyeiba. Kabla hajarudisha bahati kwa ng'ombe agawanyike, lazima tuchukulie yote. Ng'ombe yule huyu akajikuta labda amejua yuko kwa zizi la bwana huyu hapa. Huyu akamshtaki huyu, rudisha ng'ombe wangu. Huyu kumshtaki huyu, rudisha ng'ombe wangu, yuko sawa. Haiondoi uhalali wa huyu kusema ng'ombe niliyemkamata kwako uliiba kwangu, rudisha na mtaka. Sasa huyu akimshinda kesi huyu, ng'ombe amerudi, bado huyu anasema ng'ombe wangu namtaka na lazima arudi. Sasa hapa ndipo serikali tulipojichanganya tukaacha rudini. Mwenye kuelewa ameelewa, mimi mwalimu kazi yangu. Pote na maka. Na ndio maana mkuu wa mkoa uliniuliza siku ile, DC anaingilia maamuzi ya mahakama. Wapi DC anaingilia maamuzi ya mahakama? Hakuna mtu anauelewa, na ninajua na ni msimamo wako mkuu wa mkoa. Sio maamuzi ya mahakama. Hatuingilii hata maamuzi ya mwenyekiti wa baraza la ardhi ambaye anaapishwa na mkuu wa mkoa. Hatuingilii. Tunayaheshimu. Kwa hiyo tunasema hiyo kesi yenu ni ya kwenu, haikuwa iko. Vinginevyo, kwa sababu kelele zilikuwa nyingi, bado nilienda mbele mkuu wa mkoa. Nilimuita Clemp. Alifika ofisini. Nikamwambia Clemp, sina ugomvi na wewe baba. Ningekuwa na ugomvi na wewe, kuna wananchi kwa sababu ya kwamba umevamia ardhi waliandamana hapa wakati wa uchaguzi, wanasema huna haki ya kugombea ujumbe. Nikawaambia ana haki zote za ujumbe. Mambo ya kugombea ujumbe na ugombeni wa shamba ni vitu viwili tofauti. Wananchi ndio wataamua. Aligombea, wananchi wakamchagua kihalali kabisa. Nikamwambia Clemp, mimi nina agizo la mkuu wa mkoa. Wewe ukupewa ardhi na Landa naye. Kama ulipewa na Landa naye, ulipaswa uthibitishe. Hakuna anayebishia kwamba ulipewa na Belela. Na Belela hawajakuonyesha ardhi. Hii eka 1000 ni mali ya Landa naye. Landa naye wai kwa kufuata taratibu zote kwenye vikao, wananchi wagawie wananchi au wapange matumizi kupitia mkutano mkuu. Ekari 1000 zote mkuu wa mkoa. Hapa Landa na mimi DC Rulandala, sio kwetu, sijazaliwa, sina mkwe, sina mchumba hapa. Lakini ni kuna wananchi wapiga kura wa Rais Samia ambao wewe umetumwa uwahudumie. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kutoa haki kwa wananchi wapiga kura wa Rais Samia bila kujua sura zao. Hakuna mambo ya upambe hapa. Tukileta upambe na maamuzi ya upambe, leo utawafurahisha walio wengi wanaoweza kuwa pengine kwa sababu moja au nyingine au wamenunuliwa chochote kile, ukafanya maamuzi yasiyo sahihi. Kesho utakapokuja mkuu atakudai, utakapopita kwenye sheria utakuta wana haki ya msingi ya kudai. Ndio maana lazima tunyoke. Kwenye hili nilichagua tunyoke. Lakini kama haitoshi mkuu wa mkoa, baada ya kumwelewesha nikamwambia, hata una option mbili. Wala mimi hilo shamba kwanza silifahamu. Una option mbili. Unaweza ukakiunganisha kijiji kwenye kesi, ili mahakama izuie wote, kijiji na wewe, tusitumie hiyo ardhi mpaka nini? Kesi ishi. Kama hujakiunganisha, ardhi ni yetu kijiji, tunaweza hata kugawana kesho. Unaweza ukaiunganisha na serikali kuu, kwa sababu barua nimemwandikia mtendaji wa kijiji mimi. Nikinukuu barua ya mkuu wa mkoa wa Manyara inayoniagiza nisimamie hilo. Sisi ni serikali kuu. Unaweza ukakiunganisha kijiji na serikali kuu. Serikali kuu ikatengua maelekezo yaliyotolewa na serikali kuu, yani na mkuu wa mkoa. Mahakama yani hatutatekeleza. Lakini najua bila shaka tutakuwa tuko kwenye mgogoro, tutasimamishwa wote. Kwa hiyo usipofanya hivyo, msimamo uko pale pale na usiendelee kulima blaza. Ukilima sikuachi na ninasisitiza, unless unipe maelekezo mengine. Msimamo uko pale pale. Sio kwa faida yote. Na hiyo sio kwa Clemp tu. Na mtu yeyote yupo kwenye ekari 1000. Ekari 1000 ziko chini ya mwenyekiti kwa. Na wewe saizi yangu njoo. Chini ya mwenyekiti, mtendaji kata, mtendaji kijiji, sio kata, kijiji. Chapu bana. Wewe mwenyewe ulikuwa hujanyoka, tumekufanya kusameheana.
kwenye hili. Hajanyoka. Nikawaambia hajanyoka kwa sababu mkuu wa wilaya amemwandikia barua. Muandikie claim kwamba mashamba hayo ni ya kijiji. Mpaka nilipowaita kwenye kikao kwa mara ya pili, bado alikuwa hajaandika barua. Bado nitasema decision ndio. Ndugu Wananabelela, mimi hapa nasema ardhi hiyo kisheria ni ya kijiji na hatuna maelekezo ya mahakama. Wanaogombana wao, sisi hawajafanya nini? Hawajatushirikisha. Ardhi ni ya kijiji. Kijiji hakijawahi kushtakiwa tangu Mamuja amefanya. Nikawaambia hawa, siniwaambia kwamba ile 1800 ya kwenu nyie. Lakini nikasema utu pamoja na kusema nini, msiende kuleta fujo kwenye nyumba ya Krepo anapoishi. Aondoke kwa utaratibu. Lakini kama mtaamua eneo hilo mnaligawa, kama na yeye ataomba, akiomba na nyinyi mwishoni mlitoa 50, mnaweza mkampimia hapo 50 ndio mwisho wake, ili kuondoa fujo na kwingine wakagawiwa wananchi wengine. Kwa sababu ndio maelekezo ya serikali. Ardhi zile ni ya London. Amekuja Krempo ofisini kwangu mbele ya kamati. Nimemuuliza, hizo ekari 1000 kuna sehemu labda iko na Belela? Sikuhitaji hata kutuma mtu apime. Yeye mwenyewe anakubali hapana. Yote iko London. Sasa leta document ambazo London walikupa hiyo ekari 1000. Sijaletewa na sijawahi kuiona mpaka leo. Sina zuio la mahakama. Ninayo amri na maelekezo ya mkuu wa mkoa. Mimi DC kosa langu nini? Sasa unapoenda mitandaoni ukamjadili inasaidia nini? Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, nihitimishe. Kwa hiyo mwishoni nikaita kamati. Ile serikali ya kijiji cha Langai yote. Landanai yote nikaipa maelekezo. Na mkuu wa mkoa niwe mkweli, sitataja majina hapo. Hapo katikati napigiwa simu, nashawishiwa na viongozi na wanasiasa wakubwa wa wilaya hii ninaowapenda na kuheshimu. Sijakubali. Kwenye hili ambalo hata nusu au zaidi ya wananchi na wenyewe bahati mbaya kwa sasa wameelekea kuwa tayari kuruja ardhi hiyo. Mkuu wa mkoa, ningekuwa DC wako sijanyoka, kujanifunda nikafundika, hata huko ningeweza kwenda kuomba chochote, nikaegemea huko tu, hao wakashangilia, tukawa tumepindisha sheria. Nikiondoka tatizo liko pale pale. Sikukubali. Na wanaosikia au waliokuja kwangu wanajua DC hana bei. Mwisho sio kwa umuhimu, siku za karibuni pia nikapokea nakala ya zuio la mahakama. Lakini nilipo consult na sheria na mwenye nilisoma kwa kiasi cha kawaida, ikaonyesha aliyekuwa pia ameenda kupigwa pingamizi asitumie ni huyo aliyemshtaki. Na mahakama ikawazuia wote wasitumie mpaka kesi itakapoisha. Mkuu wa mkoa, kama serikali haitaunganishwa kwa maoni yaliyopo, na wewe mkuu wa mkoa ndio unaona sheria wote wa mkoa huu, dokumenti zote nakupa, ninazo mwenyewe, wala tutaji kuomba kwa mtu. Unaweza kutafuta maoni zaidi kwa maoni yaliyopo. Hata kama kesi inayofuata akishinda, ikiwa ni dhidi tu ya huyo mwananchi na sisi serikali hatujaunganishwa, atakuwa ameshinda kesi ya ng'ombe aliyeibwa akaibiwa tena amerudi kwake, na sisi hali lazima tuichukue, ni ya wananchi wa London. Kama ikiwa hutatoa maelekezo mengine. Mkuu wa mkoa, baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe. Asante sana. Tukae.